Bwana Yesu asifiwe wapendwa, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Popote pale utakaponitazama, amani ya Bwana iwe na wewe. Kwa majina naitwa Bulonja Kipanga. Na leo nina jambo moja ambalo nilitaka tushare kwa pamoja. Tujifunze kwa pamoja kuhusiana na uongozi. Nataka kuongea na viongozi. Yeyote yule ambaye ni kiongozi, whether wewe ni mwanza mwaka au umeshakuwa na muda wa kutosha kwenye uongozi au upo katikati, kuna mambo mawili ambayo mimi nimejifunza na nilitamani hapo nyuma ningeambiwa kabla ya kuingia kwenye uongozi, ambayo ningetaka tujifunze leo ili tuendelee kuwa katika nafasi ambazo Mungu ametupatia. Basi kabla ya kuongea hayo mambo mawili, ningeomba kwanza tumalike Mungu kwa maombi, atusaidie, atupatie hekima katika kujifunza maneno haya. Hebu tuombe. Asante Mungu, tunashukuru kwa neema, tunashukuru kwa nafasi hii ya kipekee ambayo umekwenda kutupatia. Tunakualika kwa muda na saa kama hizi kwamba Mungu uje usimamie wakati huu. Uje Mungu uonekane kwa muda na saa kama hizi, ambao tutakwenda kuyazungumza hapa yawe yametokana na wewe na yazae matunda, tukwende kuyacheua kila siku ya maisha yetu kadri tuishivyo, ili kwamba Mungu tuende kuchanua katika hekima ambayo umekwenda kutupatia. Mimi ni kama vile chombo, msemaji wewe ni wewe Mungu. Njoo uyabariki maneno haya na wote tuende kujifunza na kubarikiwa kiujuzi, tukiamini kwa Kristo Yesu Bwana wetu Mungu. Amen. Basi wapendwa, mambo mawili hayo ambayo nimeenda kujifunza mimi kama vile kiongozi, na kwa wale ambao wajui, of course niko mwalimu wa kwaya wa Uamsho kwaya hapa Akron, Ohio. Na haya ndio mambo ambayo mimi nimejifunza, ambayo nilitamani kabla sijachukua kiti chochote kile cha uongozi, mtu fulani aniambie haya mambo mawili. Jambo la kwanza, uaminifu wako wewe kwenye nafasi ulionayo hautakiwi kutokana na watu. Hautakiwi kutokana na watu watakuja au la. Uaminifu wako pa nafasi ulionayo unatakiwa kutokana na yule aliyekuita na wito wako. Jambo la pili, thamani yako kama mwanadamu au kama kiongozi niseme, haitakiwi kuendana na watu unaowaongoza au na vitu au matukio yanayotokea kwenye organization, kwenye kitengo au kwenye shirika lako, bali thamani yako kama vile mwanadamu au thamani yako kama vile kiongozi inatakiwa kutokana au kuendana na Mungu aliyekuitwa, aliyekuita au nafasi au na wito ule ulioitiwa na Mungu. Ndio maana wewe ambaye ni kiongozi, kabla tujaenda mbele kidogo, jiulize kwenye uongozi uliopo kwa sasa hivi, uliitwa au umejiita? Na je, uongozi huo kweli uko hapo kihalali au ulipachikwa au ulikabidhiwa kimagendo yani, au kwa nguvu tuseme? Kwa sababu ile njia ambayo umejikuta hapo kwenye nafasi uliopo, hapa nazungumzia viongozi wa makanisa, viongozi wa makwaya, viongozi wa jamii zetu kwenye seti zetu kwa viongozi wa serikali, viongozi popote pale kwenye familia zetu, maana hata wazazi nao pia ni viongozi. Nafasi hiyo ulionayo wewe, umejikutaje hapo ulioko? Hilo ni swali ambalo unatakiwa ulijibu wewe peke yako. Basi wapendwa, mara nyingi sana tunapojikuta kwenye uongozi, tukiangalia kundi la watu ambao tunakwenda kuwaongoza, tukiangalia vitu au matukio ambayo tutaenda kuyafanya katika uongozi ambao tuko nao, wakati bado ndo tumepewa uongozi au bado ndo tumeanza, waga tunajisikia fahari sana. Waga tunakuwa na ile fieri ya ndani kwamba mimi naongoza watu kama hawa, unaona raha. Au mimi ndo nitaenda kutimiza mipango kama na hii au mahono kama na haya chini ya himaya yangu au chini ya ya tunaita tenure au
chini ya leadership yangu, unajisikia fahari. Lakini jambo moja, wale waliotangulia waga wanashindwa kutuandaa how to fail effectively. Maana yake nini? Jinsi gani ya kushindwa kuzuri. Kushindwa kuzuri. Na maanisha hivi, wakati wewe ni kiongozi, now of course uko na timu yako na uko na watu ambao wanawaongoza. Wakati watu ambao wamekuzunguka unawapenda kwa moyo wote, una maono makubwa kwa ajili yao, lakini siku ambayo itafika watu hao wameondoka. Na sio kwamba wameondoka eti mlisozana, mlipigana, hapana, au eti mlikokotana. Wameondoka kwa sababu life is designed that way. People will come, people will go. Wameondoka kwa sababu watu watakuja, wataondoka. Wakati utafika, Abrahamu atatengana na Lutu ili kwenda to the next season. Wakati utafika, Musa ataachana na Haruni kwenda to the next season. Wakati utafika, Elia ataachana na Elisha for the next season. Wakati utafika, Yesu Kristo mwenyewe ataachana na wanafunzi, atapaa, atawaambia yanipasa niondoke, ili yule kiongozi Roho Mtakatifu aje kwa ajili yenu, kwa ajili ya msimu au misimu ijayo. Wapendwa, kiongozi mwenzangu, nakuuliza, ni nini kitakachotokea? How would you handle the situation wakati watu ambao wamekuzunguka, unaowapenda kwa roho yako yote, wameondoka? Nini ambacho kitatokea? Utajisikiaje wewe? Thamani yako itakuwa tested namna gani wakati vitu ambavyo mlikuwa mmevipanga kwenye kitengo chako au mipango ambayo mlikuwa mmeyapanga, mahono, yamefeli na watu hawakuelewi tena? How would you handle the situation as a leader? Ndio maana nilikwenda kukuuliza kule mwanzo, ndio maana ninaenda kusema kule mwanzo kwamba uaminifu wako kwa Mungu au uaminifu wako kwenye nafasi ulionayo, hajalishi wewe ni mchungaji, wewe ni mwalimu, wewe ni akina mama, hajalishi wewe ni semashi wa kanisa, hajalishi wewe ni mkuu wa babondo kwenye state yako, hajalishi wewe ni senator, wewe ni waziri kwenye serikali, hajalishi wewe ni mwalimu shuleni, popote pale kwenye kitengo chochote kile ambacho umejikuta hapo, wakati ambao watu ulikuwa ukiongoza wameondoka, utafanyeje? Thamani yako itaendelea kuwepo au itamalizika? Mtakumbuka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6 pale mstari wa 66 na 69, wakati Yesu alipokuwa akihubiri kwenye mji wa Kapernaum. Sawa, wakati ulikuwa na mkutano mkubwa sana na wanafunzi wake wakaongezeka. Hapa nazungumzia wale tenashara 12 na wanafunzi wengine walioongezeka kwa sababu ya mikate au kwa sababu ya chakula. Sasa ikafika kipindi Yesu akaanza kuambia, mimi ndicho chakula kilichoshushwa kutoka mbinguni. Mtu alaye mwili wangu hatakuwa na njaa kamwe na ana uzima wa milele. Wale wanafunzi wengine ambao waliongezeka tofauti na wale tenashara 12 wakasema, haiwezekani, hatuwezi tukale mwili wako. Wakapingana na yale maneno ya Yesu ambayo alikuwa akiwaambia, wakagazibika, wakaondoka, wakaenda wakaondoka. Jambo ambalo linanishangaza sasa hapo mimi ni kitendo alichokifanya Yesu. Yesu Kristo aliwageukia wale wengine tena shara, akawaambia, je, na ninyi mnataka kuondoka? Kwa kawaida kwenye karne yetu hii, whether ni kwenye kanisa, kwenye kampuni, kwenye mashule yetu, kwenye serikali, kwenye jamii zetu za city zetu huko, ni vigumu sana une kiongozi ameuliza watu wake hilo swala kwamba, je, na ninyi mnataka kuondoka? Kwa sababu gani? Tunahitaji watu, tunawapenda watu na tunawathamini watu. Lakini wapendwa, ni mtego mkubwa sana na ni kosa kubwa sana pale ambako thamani yako wewe iko tied to people and things. Pale ambako uaminifu wako kwa Mungu umefungwa nira na watu au na vitu. Which means watu wakiwepo
unakuwa mwaminifu, unakuwa na shambra, unafanya kazi kwa bidii. Watu wasipokuwepo, unafanya kazi kwa lele mama kama vile ambavyo hutaki. Yaani kama vile mtu mmoja unashinikizwa sana. Wewe very soon utaanguka. Au thamani yako kama vile mwanadamu iko tied to people, kwamba watu wakija unajua uko na thamani. Wakati kitengo chako kinatikisika, kinataka kuanguka, thamani yako inashuka. Very soon utafikiri Mungu amekuacha, kumbe bado Mungu yupo na wewe. Tukumbuke jambo moja. Ili Mungu akuamini kama vile kiongozi, he has to test your character. Na moja vitu ambavyo Mungu anatumia kumtesti mtu amwamini, especially kiongozi, atatest your loyalty, your faithfulness to him. Mungu lazima ata-question, atatikisa. Sisemi kujaribu, kutest, not to tempt, to test. Yaani kupima uaminifu wako kwake. Wapenda tunde tumalizie. Shambra ulionayo kwenye uongozi wewe inatokana na nini? Msukumo au chimbuko la hiyo nguvu shambra ulionayo kama vile kiongozi kufanya kazi kwenye nafasi ulionayo, whether ni kwenye kanisa, kwenye kwaya, kwenye familia yako, kwenye jamii, kwenye state yenu, kwenye serikali, kwenye shule, popote pale. Hiyo shambra inatokana na nini? Kama inatokana na watu, wito wako unatakiwa uuchunguze na ujiulize. Kwa sababu watu wakiondoka, utaacha kufanya kazi kwa uaminifu. Kama inatokana na vitu, wito wako uuchunguze, au motivation yako, msukumo wako kuwepo kwenye hiyo nafasi uchunguzwe. Maana siku watu wakiondoka, siku vitu vikipotea, siku vitu vikiharibika, siku mipango imeenda kombo, utaacha kuwa mwaminifu kwa Mungu na utakimbia shule la Mungu. Viongozi wenzangu, mimi na ninyi tujifunze hayo mambo, kwamba uaminifu wetu kwa Mungu usitokani na watu, thamani yetu kama vile wanadamu au kama vile viongozi isitokani na vitu. Itokane na yule aliyetuita, aliyetuweka kwenye nafasi tulizopo. Maana watu watakuja, watu wataondoka. Vitu vitaenda vizuri, vitu vitaenda kombo. Wakati mambo yameenda kombo, tuendelee kuwa waaminifu. Ufunuo sura ya 2 mstari wa 10, uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya nini? Ya uzima. Ndio maandiko matakatifu yanavyosema. Wapendwa viongozi wenzangu, Mungu atusaidie tuendelee kuwa waaminifu hata pale ambako mambo yote yanatikisika. Hata pale ambako mambo yote yanaenda ndivyo sivyo, tuendelee kuwa waaminifu kwa Mungu. Tutumikie nafasi zetu kwa uaminifu kadri Mungu alivyotuita. Basi wapendwa, tujifunze kwamba uaminifu wetu na thamani yetu kama vile viongozi isifungwe nira kwa watu, whether wanakuja au hawaji, au kwa vitu, whether mambo yanaenda hayaendi. Uaminifu wetu utokane na Mungu aliyetuita. Mungu atubariki wapendwa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Basi ni muda wako na wewe ndugu yangu. Hebu share na sisi sasa. Ni kitu gani ambacho na wewe ulitamani watu wakufundishe, watu wakuambie, watu wakujulishe kabla haujachukua uwazifa wa kuwa kiongozi kwenye kitengo chako? Basi share na sisi kwenye comment section au fanya video kama hivi, tujifunze kutoka kwako ili na sisi pia tufaidike na ufalme wa Mungu uendelee kuexpand. Basi Mungu atusaidie. Tuombe. Mungu, asante Baba, maneno yako ndio yamekwisha kufika. Tuomba Mungu yaweke mioyoni mwetu, tuende kuyachaua kila siku mambuzi yanavyochaua majani yakiwa yametulia. Yajenge matunda ndani ya miili yetu na ndani ya akili zetu, ili kwamba Mungu tuendelee kuimarika na kuelimika kiakili na kifikra kama vile viongozi na watu wengine mbalimbali. Uwe nasi katika maisha yetu haya mwanzo mpaka mwisho, tukiamini kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Mungu atubariki wapendwa, pamoja sana popote pale mlioko. Amani ya Bwana iwe nanyi. Amen.